Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Peter Mponzi. Kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 4, ule mstari wa 9 mpaka wa 12. Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili neno ambalo tumetafakari, ni habari za watoto wawili wa mzee Adam, ambapo unamwona hapo Kaini na unamwona Habili. Na Biblia inazungumza juu ya nafasi na kazi zao. Inamzungumzia kuwa Kaini yeye alikuwa mkulima, lakini pia Habili ndugu yake alikuwa mfugaji. Ugomvi mkubwa wa hawa watu uko kwenye sadaka. Biblia inasema kwamba Habili akachukua wazao walionona, kondoo wazuri, akamtolea Mungu, na Mungu akaitakabali ile sadaka. Lakini huyu Kaini akachukua sehemu ya mazao akamtolea Mungu, lakini Mungu hakuyatakabali yale. Sasa baada ya Kaini kuona sadaka ya ndugu yake Habili imepata kibali kwa Bwana, akaingiwa wivu, ghadhabu. Biblia inasema akamchukua ndugu yake, akamwambia twende uwandani, na kufika kule, Biblia inasema akamwinukia, akamuua kwa upanga. Baada ya Kaini kumuua ndugu yake Habili kwa upanga, Mungu akaliona lile jambo na likawa chukizo kwake. Sasa kwa sababu lilikuwa chukizo, Mungu anamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako Habili? Unaona jinsi huyu Kaini anavyojibu kwa kiburi, kwamba kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Kaini, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Ndipo sasa Mungu akamlaani Kaini na kumwambia maneno haya, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kwenye hili neno nataka tuelewe na tujue kushughulikia roho ya Kaini. Kwenye hii mistari kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mpaka mstari huu wa 13, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 13, unaona jinsi ambavyo Kaini amemwinukia ndugu yake na kumuua.
na Mungu anaona lile ni chukizo kwa kile kitendo tu cha damu ya ndugu yake Haberi kumwagika kwenye nchi. Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akamlaani Kaini, na namna ya kulaaniwa kwake ilikuwa hivi: utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, lakini utakuwa mtoro, mtu asiyekuwa na kikao duniani. Jambo ambalo nataka uelewe, roho ya Kaini ikikaa ndani ya mtu inamfanya mtu awe anatangatanga, inamfanya mtu asiwe na kikao na matokeo na mafanikio chini ya jua. So chochote kile ambacho mtu atakifanya hawezi kuona mafanikio. Hiyo ni roho ya Kaini. Lakini pia hii roho ya Kaini huaga inamfanyaga mtu asiwe na ile nafasi ya kumiliki na kutawala kwenye eneo la mafanikio ya eneo. Kuna watu wanapambana ili wapate kufanikiwa, kuwa na maeneo, kuwa na makazi, lakini wanapita mahali pagumu. Roho ya Kaini ikimvaa mtu inamzuia mtu kumiliki na kutawala. Kwa ghafla utaona mtu hawezi kufanikiwa wala hawezi kumiliki na kutawala. Kwa kwenye ulimwengu wa roho mtu anazuiliwa ili asiwe na chochote kile kinachohusiana na ardhi. Roho ya Kaini ni roho inayomfanya mtu atangetange, ni roho ambayo inamfanya mtu asiwe na makao. Ndio maana kuna watu unaona wanatembea tu bila kuwa na makazi maalum au maeneo maalum ya kumiliki. Kwa nini? Ulimwengu wa roho hawana agano na nchi. Nchi kibiblia ndo nini? Ardhi yenye mipaka halali. Unapokuwa na eneo lako ambalo Mungu amekupa, lile eneo linao uwezo wa kuongezeka likakuzalia eneo lingine. Na hiki kitu ni kitu cha kiroho ambacho watu wengi hawajui. Adui amewafunga wengi kwenye ule umiliki wa ardhi, kwa sababu adui anaelewa tukimruhusu huyu mtu kuwa na eneo lake, huyu mtu atabarikiwa, huyu mtu atafanikiwa, huyu mtu atafanya mapinduzi makubwa yatokanayo na uchumi au mafanikio. Kwa ili asimiliki na kutawala, tunamzuia, tunamkataza kumiliki na kutawala chochote. Kwa tunamwekea roho ya kutangatanga, tunamwekea roho ya kutokumiliki. Sasa hili ni jambo muhimu sana. Ndio maana cheki hapa, huyu Kaini alipolaaniwa anaapizwa kwa maneno haya. Unaona kwenye Mwanzo 4:11 anaambiwa kwamba basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Mstari wa 12, utakapoilima ardhi